Kama inakuumiza, hayo sio mapenzi. Watu wengi sana wanasema mapenzi ni magumu sana, mapenzi yanaumiza. Ukweli ni kwamba mapenzi hayaumizi. Ni kama vile kiatu. Ukichukua kiatu ambacho hakikuenei ukalazimisha uvae utembee, utaumia. Sio kwa sababu kiatu ni kibaya, ni kwa sababu umechagua kiatu ambacho sio saizi yako. Ndio msemo ule unaosema hawaendani. Sasa basi, kama ilivyo ada ya chaneli hii ni ya kukuletea mawazo. Je, nililolizungumza lina ukweli, halina ukweli? Kama unasema halina ukweli, naomba unisikilize. Mtu anapokusaliti, mtu anapokupotezea, mtu anapokukataa na kukuacha, usilaumu mapenzi. Kama kuna ule wimbo mmoja ukaimbwa na mtu mmoja akasema kwamba walishachezea hisia zako mpenzi wangu, mwisho wa siku mapenzi ukayachukia. Wakumbuka ule wimbo? Sasa usilaumu mapenzi, ni kwamba inapaswa uwajibike. Uchaguzi huu umeufanya mwenyewe, ulipima vibaya mahusiano yako. Mapenzi hayapaswi yawe yanakuchanganya akili, yanakuletea huzuni, yanakufanya ujisikie kama wewe sio mzuri wa kutosha, hautoshi. Mapenzi yanapaswa yakufanye ujisikie wewe ni mtu wa kipekee, yani special. Mtu unayetosheleza, unayefaa sana. Mapenzi usipoyajulia yatakuumiza kama kiatu kisichokuenea, alafu utakitupa. Unajiumiza wewe mwenye kwa kung'ang'ania kulazimisha kiatu kisichokuenea ukivae utembee nacho kwa sababu kina rangi nzuri. Watu wengi wamejifunza baada ya kutokana na maumivu walioyapitia, ndio wakajifunza kwamba jamani, kumbe kuna njia nyingine ya kufanya mambo yawe matamu. Inaweza ikachukua muda mrefu kwa wewe kujifunza kutokana na makosa yako, lakini utakuwa umelia sana 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 kwamba uhusiano huu na huyu mtu kwa kuwa hamuendani haukupaswa kuwepo. Kila kitu kinatokea kwa sababu fulani. Hakuna kitu kinachotokea tu hivi hivi, kuna sababu yake inatokea. Badala ya kujiuliza, hivi kwa nini haya yamenikuta mimi? Jiulize kwa kusema hivi kwa nini haya yameletwa kwangu? Na unaona tofauti hapa? Usiseme kwa nini haya yamenikuta mimi. Usijiulize hivi haya kwa nini yameletwa kwangu? Sasa kama waliotengeneza penseli wanatengeneza inakuwa na mfuto. Waliotengeneza penseli wanajua kabisa kwamba mtoto wa darasa la kwanza la pili akikosea atafuta. Kila mmoja wetu anafanya makosa, lakini ni kitu gani unajifunza kutokana na makosa uliyoyafanya? Hiyo ndio jambo la msingi sana. Magumu yanakuja ili kutufundisha sisi kitu fulani. Magumu yanakuja ili kutufundisha kitu fulani, na usipoweza kujifunza kutokana na magumu yanayokuja itakuwa ni shida sana. Na kutokana na Mwenyezi Mungu ni kwamba lile somo unalolipata kutokana na magumu uliopitia, hizo ni baraka. Ndio maana Biblia inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Biblia inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kila jambo, kwa maana haya ni mapenzi ya Mungu. Sasa basi, inachotakiwa kufanya ni kuangalia nifanye nini ili mwenzangu abadilike, awe mwema kwangu. Je, nibadilishe nini kwangu ili mwenzangu aone sababu ya kuiona thamani yangu kwa upya.
Hichi ndio kitu ambacho unapaswa ujiulize. Watu wengi wanakimbilia tuachane bwana, hatuendani, tuachane, hatuendani. Tafuta solution. Unaweza kusema nimemwambia bwana, nimemwambia, lakini wapi abadiliki, nimemwambia abadiliki. Huenda approach yako, jinsi ulivyokuwa unaliendea hili tatizo, umeliendea vibaya. Sikiliza kesi nyingine itakayokuletea mawazo. Daktari, habari za kazi. Mimi na mume wangu tuko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 7. Tendo la ndoa kati yetu mimi na mume wangu sasa hivi limekuwa baya sana, kiasi ambacho tukifanya seksi mara moja kwa wiki ni bahati sana. Dokta, wazo la kuendelea kufikiria kwamba itapasa niishi na huyu mwanaume maisha yangu yote linaniletea msongo wa mawazo na najisikia mpweke. Dokta, wakati naingia ndani ya ndoa, mimi nilishapita na wanaume wengi kidogo, kwa hiyo na ufundi mwingi sana wa kumfanyia mume wangu, lakini mume wangu hana ufundi kwangu. Najitahidi sana kuweka bidii kumsaidia mume wangu afurahie tendo la ndoa, lakini wapi, mwenzangu habadiliki. Najaribisha kumuongoza na kumwambia kitu gani nakipendelea na kitu gani sikipendi na kitu gani kinaniletea mimi hisia nzuri. Dokta, yani kama kufikishwa kileleni ya huyu mwanaume, tukifanya mapenzi labda kama mara 15 nitafika kileleni mara 1. Umesikia dokta? Yani tukifanya mapenzi mara 15 naweza kufika kileleni mara 1 tu. Sasa hii siipendi kwa sababu nishakuwa na wapenzi wengine huko nyuma walikuwa wananifikisha kileleni kila tunapofanya mapenzi. Anajitahidi kutaka kuninyonya nyeti zangu, anazinyonya, lakini hajui kunyonya vizuri dokta. Najisikia vibaya kweli, inanikatia mudi, yani network inapotea na hisia zinakatika kabisa. Akijaribisha kuniandaa, yani dakika 5 hazizidi. Dokta, nimeshamwambia dokta kwamba afanye bidii, lakini hajaonyesha nia ya kufanya mabadiliko. Nimejaribisha kumuongoza wakati tunafanya hilo tendo, lakini wapi, hanielewi. Dokta anajua mambo machache sana ya kuniandaa. Yani kwa 95% naweza nikatabiri kila tunapofanya mapenzi, naweza nikatabiri kwamba atafanya hili na hili na hili, kwa sababu ni machache. Anasema hivi, bwana, yeye huwa anachoka na kazi, kuniandaa kwa muda mrefu, hawezi kufanya hivyo. Nikamwambia hivi, inampasa na aweze kuona kwamba tendo la ndoa linapasa lipewe kipaumbele kati yetu sisi wawili. Sasa mimi nikiwa na nyege zikinizidi, niende kwa nani kama sio yeye? Dokta, inanifanya nisikie upweke sana 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 sana. Nimejaribu kumfundisha mara nyingi, lakini yeye hakumbuki yale aliyofundisha huko nyuma. Hawezi kukumbuka akarudia yale ambayo nilifundisha huko nyuma. Sasa dokta, kwa miaka 3 iliyopita nimekuwa na mazungumzo naye magumu mara 2. Mara ya kwanza nilipokuwa na mazungumzo naye magumu hayo, nimeongea kwa ukali na kwa uchungu sana, alijirekebisha kidogo, mambo yakawa matamu, lakini akarudia pale pale. Sasa juzi nimekuwa na mazungumzo naye magumu yale tena kwa ukali zaidi. Dokta amekasirika. Sasa hivi hataki kufanya mapenzi na mimi. Nimeanza kumwaza mpenzi wangu wa zamani ambaye nilikuwa naye chuoni. Alikuwa anauabudu mwili wangu, yani ananilamba kila kona, ananinyonya kila kona. Dokta, nifanyeje kuiokoa ndoa hii? Haya, mawazo yako weka hapo chini, sina zaidi ya kusema. Bye bye. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe, bofya kale ka kengele, waambie na marafiki zako juu ya channel hii. Bye bye.